maisha ya mwanadamu bila kumtegemea Mungu ni bure kabisa. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote, na huu ndio ukweli na uhalisia. Kama Mungu hajahusika kwenye maisha ya mtu, hakuna kitu chochote kile ambacho kinaweza kufanikiwa. Basi ukiona mtu anafanikiwa pasipo Mungu, kutakuwa kuna nguvu nyingine ya ziada nyuma. Lakini maisha yenye mafanikio halisi, maisha yaliyojaa baraka tele, maisha yaliyojaa matokeo katika kila chochote kile ambacho mtu anakifanya, basi ni Mungu amehusika kwa 100%. Maandiko yanasema kwamba mtegemee Bwana Mungu wako, mtumaini yeye kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe, kwa sababu jinsi ambavyo mwanadamu ameumbwa, akili zake zina upeo. Kuna vitu haviwezi kufanya, na ndivyo ilivyo. Ndio maana Mungu anatoa wito, anataka mwanadamu amtegemee yeye kwenye maisha yako binafsi, kwenye maisha ya mtu. Kila kitu ambacho Mungu amekiweka kwa ajili yako, mafanikio yote, kuvuka kwako, ushindi wote umejengwa katika Mungu, umewekwa katika kumtegemea Mungu. So jinsi ambavyo unaendelea kuona matokeo, jinsi ambavyo unataka kuona hatua mbele zaidi, hatua katika uchumi, hatua katika huduma, mafanikio, maendeleo katika familia, ni namna ambavyo unazidi kumtegemea Mungu na kuona hakuna kitu ambacho kinaweza kikakusaidia. Si uwezo, si ujuzi, si maarifa ulionayo, si pesa, si status au nafasi fulani ulionayo inaweza ikakuvusha au inaweza ikakupeleka katika nafasi fulani, ila ni kwa sababu Mungu amehusika kwenye maisha yako katika kila kitu. So katika chochote unachokifanya, iwe ni masomoni, iwe ni katika kitu chochote kile kwenye maisha yako kwa ujumla, uone kwamba Mungu ndio wa kwanza na wa mwisho ule naye. Lakini sio usifanye kana kwamba Mungu ni aliyebakia baada ya kushindwa kila namna, baada ya kushindwa katika kila uwezo. So unapoanza na Mungu, katikati ya safari endelea na Mungu, na mwisho safari yako maliza naye, na utaona matokeo makubwa sana katika maisha yako na katika kila unachokifanya. Mungu akubariki sana.